Zolo. So tulikuwa walevi tuliposema kwamba upande wa Sweden ni tunnel, upande wa Denmark ni bridge. It is vice versa. Upande wa Sweden walisema wao wanataka bridge, upande wa Denmark wakasema wao wanataka tunnel. Wakasumbuana mno babu, si nini sasa tunasumbuana. Bwana nimepata engineer kutoka Russia anasema atatengeneza bridge kwa bei nafuu. Kaa na engineer wako wa Russia wa matakataka. Sisi tunataka tunnel. Bana mimi niko na pesa ya bridge, mimi niko na pesa ya tunnel. Sasa unataka kama utaki, sitaki, wacha wavuke na feri. Kuliko tupigane kitu hakuna. Si mnaweza tengewa bridge upande wenu wa Sweden, si ndio? Na nyinyi upande wenu wa Denmark, si mnaweza jengewa tunnel yenye mnataka? Bas, kaini na bridge yenu na sisi tuchimbe tunnel yetu. Cha muhimu ni connectivity kutoka upande wa Scania region ama Scania province upande wa Sweden kuingia upande wa Zealand region Denmark. Otherwise towards this side huku ni kuelekea maeneo ya North Sea na huku ni kuelekea maeneo ya Baltic Sea. So hii ni bridge yenye iko 15 kilometers stretch. So let me call it bridge. Actually it's not the bridge is not 15 kilometers long, but the stretch, the Öresund stretch is 15 kilometers long, putting in mind that kuna bridge iko na kilomita kadhaa alafu kuna the tunnel. So hii bahari again it acts as the border between two countries ambayo ni Sweden na Udenmaki. So sasa niko ndani ya Usweden ama Uswidi ambao tunavuka kwa bridge, alafu wakati ukiangalia hapa hivi kwenye navigator inaonyesha 3.6 kilometers. There's what we call border crossing. So I'll be crossing the border in 2.6 kilometers ambao ni very nice kuelezea na kuwajulisha namna hiyo. So tuna proceed, nimeweka flight mode kwa hii simu ndio mtu asipige simu, manake akipiga simu hii Ray-Ban itakata adventure na atakuwa ameniudhi mno. Sasa kuliko aniudhi, wacha nimuudhi ndio akinipigia simu anipate nikiwa mteja. So hizi ni adventures aina yake. Ukiangalia mle ndani ya bahari kuna vipeleleki, the way they put the vipeleleki inside the ama in the between of the tower of the bridge and of the ocean and the sea is one of the very categorical and major department of the Instagram and parallelogram understanding, ndio. Otherwise amwezi understand. Hii lugha ni ngumu mno. Hii ni lugha inataka wasomi na watu ambao wameenda shule wakahitimu na kuhitimu. Now this is the funny part of the story ama the funny part of it. So ile ndege siamwezi iona kwa sababu metaglass haikuagi nzuri kwa kuzoom. Ningekuwa natumia Infinix Tecno 2 ningezoom ndege ambayo inatoka Copenhagen ukipenda CPH International Airport. Tayari bado niko ndani ya ardhi ya Sweden. Bado niko kwenye ardhi ya Sweden. Tumesema the Swedish part ina capture bridge and the Danish part ina capture the tunnel. So hapo katikati there is a man-made island. The man-made island was made kusudi ndo tunnel ichimbwe. Sasa najiuliza, nikiwa mle ndani ya bridge alafu maji itoboka imwagike, si nitazama kwa sababu ya ulegevu ya watu wa Denmark, ujinga kukataa kutengeneza bridge kama hawa watu wa kwao wa Sweden, si ndio? Yani hapa hivi the best thing is that kama ferry ama maybe chomo cha bahari like maybe a ferry, ship, boat or whatever ikitaka kupitia on what we call the Swedish waters inapita chini ya bridge hii. And the same marine vessel ikitaka kupita underwater ama on what we call Danish water inapita on top of the tunnel. Mama yangu, mnani get ama mnielewi so far? Are you fathom the industry of the connection in the what I'm trying to say? Isn't you? Mnaelewa, si ndio? Very nice. So tunaendelea bado mita 650 tuvuke boda tuingie Udenmaki, tuingie Denmark rasmi. Bado tuko kwenye the major part of the bridge, bado tuko kwenye bridge. Tumesema upande huu ni kuelekea the North Sea na huku pia ni kuelekea the Baltic, but the part yenye tuko nayo sasa ni Baltic. This is Baltic Sea, we can say it's Baltic Sea. So nikiangalia mbele yangu hapa hivi naona kuna kibao kinaashiria kwamba Denmark tunaingia rasmi in the next 50 meters. Ukiangalia upande wangu wa kulia na wa kushoto kuna kibao hapa kwenye 110 kilometers per hour pameandikwaje? Denmark. Pameandikwa Denmark, ukipenda Denmark, So right now we are in Denmark. So in Denmark there is this small part of the bridge alafu inaingia kwa tunnel. Ngoja tuanze hii video upya, manake tusipoendeleza itakatika na the flow of the story will enter what we call ngoja disco, itaingia Masai. Tunamaanisha if the metaglass decides to cut the phenomenal story and the geographical instruction, itafanya kuwa imekata hiyo story na si vizuri, si ndio? So wacha tukate kwanza alafu tuendeleze.
Naam, tunaendeleza. So as you can see, part ya bridge yenye tumetoka mle Uswidi tumemalizia, and maybe in the next very short distance of maybe 3 kilometers tutakuwa tunaingia tunnel kwenye ardhi ya Udenmarki. Tutakuwa tunaingia tunnel kwenye ardhi ya Udenmarki. How sweet is geography, how sweet is engineering. You understand this one? Ati wewe upande mmoja uko juu ya maji, alafu ghafla binivu unaingia chini ya maji. So sasa niko juu ya maji. Si hata nyinyi mnaniona niko juu ya maji, si ndio? Si hata nyinyi mnasikia hii sauti ni ya mtu mwenye ako juu ya maji. Si hata mkiangalia navigator yangu inakuonyesha hapa ni Copenhagen, ukipenda Copenhagen. Na humu nilimotoka ni maeneo ya Sweden. Na ukiangalia this small part over here, it is the island which you can see the green, which is a man-made island. Hii haikuzaliwa na Mungu, hapana. Hii iliwekwa na wanasayansi wa acrobatics and geographical engineers, kiherehere yao ya kutaka kujifanya wanajua dunia kuliko venye dunia ilijengwa, unaona? That is why it becomes very phenomenal. Otherwise tubieteo ya kapio, tunaendelea vizuri mno. So tunaelekea kuingia maeneo ya ile bridge, ile tunnel ya Denmark. Of course hii hata hii road navigator yao, road toll yao ya Denmark inasoma red, manake inashangaa where are you. So in the next 5 kilometers unaambua there is a lot of radar detection. So ama maybe una violate speed, ama maybe gari yako hujalipia road toll, and what have you and what isn't you inakukapture. So right now as we speak, I'm on the mainland, I'm on the man-made island. And just to remind you, the bridge inashare both railway tracks and the road. The tunnel as well inashare both the railway tracks and the road. So unaweza vuka kwa treni kutoka Copenhagen mpaka Malmö, ama unaweza vuka kwa gari, ama pia unaweza chukua yacht ama boti ama maybe ferry, whatever suits your transport mode, hiyo ndio unatumia. Si ni pesa yako inafanya kazi. Si ni roho inadhaadha ikiamua kama ni gari, kama ni ferry, kama ni treni. Bas, simbo. Wewe vuka venye unataka, pesa ni yako, raha ni yako, mwili ni wako, majira na mazingira na tofauti ya majukumu na matokeo ama matukio ni yako. So far tumesema tuko kwenye what we call man-made island. Man-made island ni ile mwanaume anajaza mchanga katikati ya bahari from nowhere ama from somewhere. Anajaza mpaka anafunika maji. Sasa jiulize, hiyo mchanga yenye inajaza kwa maji, na ukiweka maji kwa mchanga kwa maji na yayuka, mbona hiyo mchanga ikiweka kwa hii maji haikuyayuka? Si mnaona hapo kuna venye kidogo wanatu confuse, ndio? But anyway, since hatukukuweko na hatutakuweko na tusikuweko, mbona tubishane? Mbona ubishane na science? Mbona ubishane na engineering? Na wewe mwenyewe hujasoma. Wewe mwenyewe unaamini tu wanasiasa wakuja wakuhubirie uingie box. Unaamini mapadre, makasisi, mapasta na mashehe wakuhubirie uingie box bila kutumia akili yako. Akili yako ni ya kutumika badala ya kujitumia. You understand? Yani akili yako badala uitumie ni ya kutumika. So here is the tunnel, and I can see the tunnel is like 4.5 to 5 kilometers long, include plus the bridge yenye iko hapo, including the man-made island, the distance itself becomes 15.9 kilometers long. So right now tunaingia kwenye tunnel, ardhi ya Udenmarki. Walisema hawataki bridge wao, wanataka ardhi nyama. Yani sasa inaingia chini ya maji. And as you can see, maji ndio haya kwenye navigator yangu. Maji ndio haya. So sasa inapita chini ya maji. Meli, ferry, ngarawa, mashua, boti, jahazi, everything inapita juu yangu. Sasa hapa juu pakatoboka, maji mwagike huko chini. Na mimi ni nanga, sijui kuogelea. Goshokadore nako. Where am I heading, ngoja? Hiyo ni kizungu kweli. Where am I heading to? Where do I heading to? Where do I going into? Goshokadore nako. Where will I? Where does they? Sina na vanga nitakufa vibaya juu sijui kuogelea. Na sasa hiyo bahari imetoboka. Ni mbaya. Wacha tuseme ni mbaya. Anyway, hapa inabidingi ujieke morali, ujieke nguvu. Mungu tupe nguvu. Hiyo maji sitoboke. Manake ikitoboka na mimi ni nanga. Sijui kuogelea, eroi nikiingia ndani ya maji naendaka mpaka kule chini. Jehova, nitaelekea wapi? Mbona waniadhibu na maji kama wakati wa Nuhu na Solomon? Mbona? Si barabara ingekuwa ni bridge, angalau nione nikiwa juu naweza shikilia chuma yenye hizi zama, nibaki juu nikielea mle. You understand? Afadhali niuliwe na njaa juu ya maji ama baridi juu ya maji kuliko niuliwe na lack of appetite. Ngoja, wacha
tunaendeleza tena. Lack of aperture and subsequent water bodies in below the tunnel, si ndio? Otherwise tubietio wega pio. We are going as good as possible. So saa hii tuko ndani ya Udenmarki, tunaenda kutokea maeneo ya Copenhagen City, capital city ya Udenmarki. Na sijui mbona Denmark walipeana Copenhagen ikuwe kama capital city wakati iko kwenye border ya nchi. Who creates ama who makes a capital city of a country to be at the border? A capital city inafaa ikuwe at the center ama in the center of the country so that it can serve the interest of all citizens equally without. Sasa imagine mtu mwenye ako the north pole of Denmark, assuming hapa hivi kwa hii border ni south pole. So inabidi mtu mwenye ako mahali kama let's say Padborg kule border ya Germany, kitambo kuja kupata huduma za capital city yao, si anateseka sana kusafiri. Mbona hakuiweka mahali katikati ya dunia? Ni kama sasa hivi waambiwe ati capital city ya Kenya iko Lamu County. Lamu County karibu na Somalia. Mbona wasiweke mahali kama Isiolo ambao ndio katikati center of the country? Sinaona hiyo ni kuadhibu watu wengine, si ndio? Jamii, tabaka, nduru za kuaminika, vitu kama it is very bad. But anyway, mimi sikukuweko, mimi sitakuweko na mimi siweko, so you cannot blame me. Mimi nilipata hivyo. Otherwise to be wega pio, and when I look at there I can see some light at the end of the tunnel. Inaashiria Mungu amecheza kama yeye, hajatoboa bahari maji kama kika kwa barabara, nikakufa kwa kuzama ndani kwa vile sijui kuogelea Eloi. Na sasa naweza sema nimetoka kwenye ardhi ya Udenmarki, maeneo ya Copenhagen, barabara ni ya E20 Auto Express. Ozolo ya Oresund stretch captures. Sasa niko ndani ya Zeeland region kutoka Scania province ama Scania region mle Uswidi. Hello from Oresund stretch, Sambladia.